Mambo vipi? Karibu sana bwana katika mazungumzo yetu ya kawaida ambayo huwa tunafanya hapa, na tunapata bahati ya kuweza kushare uh, mawazo yetu, our perspectives, na vile vile kuweza kutoa ushauri kwa namna moja au nyingine. Lakini nimegundua kwamba ninapofanya hizi content ambazo kidogo ni hard news, ni hard yani, manake nagusa masuala ya kijamii, ya serikali na nini, watu wengi wanakuwa na hesitate, wana hofu, watu wamekuwa wako intimidated, anashinda mtu hata kutoa maoni yake, anaangalia tu anakuwa na like basi, sababu tayari Watanzania tumejengewa kitu kinaitwa hofu, kwamba ikiwa mtu anazungumzia masuala ya kuikosoa serikali, mtu moja kwa moja anajenga kwamba huyu jamaa maisha yake yapo hatarini, which is very bad. Very bad. Mambo hayo yalikuwa ni enzi ya zamani huko ukoloni, ama enzi ya kina Hitler huko. Sasa hivi haiwezekani mtu ndio katika nchi kama Tanzania ya uhuru kama hii, ukitaka kutoa maoni yako watu wanaogopa. Nadhani ni hofu ambayo imejengeka kutokana na mambo hayo yanatokea, watu wanatekwa na nini sijui. Lakini mimi niko very clear ni kwamba, na kila siku nasema kabisa kwamba katiba ya nchi ya Tanzania inaruhusu mtu kutoa maoni yako katika nchi yako, lakini usivunje sheria. Labda ndio bwana mpaka leo niko safe. Sije kupigwa simu kwambia bwana Kiswanta, wewe mzee bwana tunakutaka au nini. Kwa sababu gani? Nakosoa serikali, lakini natoa ushauri vile vile kwa serikali. Siwezi kumtukana kiongozi au kumtukana mtu, sababu kuna njia nyingi za kufikisha ujumbe. Sasa leo nataka ni mchallenge msemaji mkuu wa serikali bwana Gerson Msigwa. I think a couple of days I saw him, he was around Dodoma, big market. I think he went there to meet some business men and women, na kujaribu kuongea nao vitu vingi sana yani. Akauliza matatizo yao, biashara iko vipi, wanafanya nini. Yani it was very nice, very good. I appreciate it. Lakini katika ile ziara yake vile vile alitoa opportunity ya watu kuweza kumquestion, kumuuliza maswali mbalimbali, na watu walijaribu, they tried to ask him questions, na yeye mwenyewe akajaribu vile vile kujibu baadhi ya maswali, lakini vile vile mengine akawa kama vile anakwepa. Najua sasa hivi nchi ilivyokuwa imeinama hivi, kuna vitu vingi hivyo vipo ambavyo inabidi mtu very careful kama kiongozi umetoka kwenda sehemu. Lakini leo nataka nimchallenge msemaji mkuu wa serikali kwamba baada ile ziara yake alipata nafasi ya kufanya speech, kuweza kuambia watu jinsi gani ambavyo wanatakiwa wafanye kuendana na mipango ya serikali ina mipango gani ya wao kuweza kuwajengea masoko mengine mazuri, yani ku create yani ile good opportunity kwa wao kuweza kugrow kama kutoka katika small business kwenda katika ile kitu ambacho ni biashara wakubwa. Lakini kuna kitu ambacho labda nimwambie Gerson Msigwa. Tanzania kama kuna idara au taasisi ambayo inafanya vizuri kabisa katika masuala zima ya revenue collection ni TRA. TRA mimi niwapongeze sana. Chini ya mkurugenzi wao nadhani Mwenda wanafanya kazi kubwa sana ya kuweza ku collect revenue, na mapato ni mazuri sana, na wamekuwa wakia display, tumepata trilioni kadhaa hivi. Lakini kuna kitu ambacho hakipo sawa katika serikali yako ambayo wewe mwenyewe unaitetea na unaizungumzia. Discipline ya matumizi ya pesa za serikali, na ndio maana unakuta yani vitu haviendi kama vinavyotakiwa, yani vitu viko vimestuck, umeona haviko dynamic, kwa sababu kwenye formula tu ya kawaida hata ya uchumi wa nyumbani unaishi pale, wewe mshahara wako labda unapata milioni 1, alafu matumizi yako kwa mwezi ni milioni 2. Obviously ni kwamba mshahara wako ule utatumia wote, utakuwa una saving na utaishi maisha ya tabu sana, kwa sababu unabidi upate ile nyingine sehemu nyingine ambazo haziwezekani uweze kutumia. Mwisho wa siku uweze kuwa na saving, uweze kufanya maendeleo na nini. Hiyo ni formula ndogo sana kwenye income and expenditure, kwenye swala zima la uchumi. Sasa umeenda pale kuongea na wafanyabiashara ambao mitaji yao ni kuanzia 100,000, 50,000, wengine mpaka 20,000 ndio mitaji yao hiyo.
mtu anauza mboga mboga pale, matunda, sio ni mama ntilie, 50,000 laki. Na wengine wamezidi sana labda milioni 1, ambao ndo wako matching guys wale ambao wako pale mama ntilie na nini. Alafu umekwenda pale kiongozi nje, umekuja na gari la milioni 600 na linaunguruma toka umefika pale halijazimwa, manake mafuta yanatumika tu. Sasa unakwenda kuongea na watu wao, obviously watakuwa kama vile wewe unakuja umekwenda kuwadhihaki tu, kwa sababu wafanyabiashara wote ambao wako pale biashara ndogo ndogo, lile gari moja tu lako wewe unaenda nalo pale, kama utaamua kuchukua ile pesa ile, ukaenda kuichukua ile pesa ile gari milioni 600, una uwezo wa kuwagaia wale wafanyabiashara wote pale mitaji hata ya 300,000 mpaka 400,000 mpaka 500,000, na baadaye biashara zao zikakua. Kwa hiyo sometimes sisi viongozi tunavyoenda ku approach watu, basi sometimes try to act like a content creator. Ungenda hata na bajaji basi una act tu, kwa sababu vitu vingine kweli mtu anakuangalia sema huyu mzee vipi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho sisi kinachotutafuna katika nchi ya Tanzania with no respect ni kwamba discipline ya matumizi yetu ni mabaya sana, na hili nadhani hii ni mentality ambayo au ni mindset ambayo viongozi wetu wa Tanzania tunayo, na sio viongozi tu hata sisi raia. Siku ilikuwa na story moja kuhusu China. Kwa nini China imedevelop? China wao cha kwanza kabisa walichoamini, adui mkubwa kabisa katika maendeleo ni mindset. If you could change your mindset, you would have to develop. Kwa sababu gani? Kwa sababu mindset inakufanya wewe ujue kabisa kwamba mimi sasa hivi hapa natakiwa nifanye kazi, nisifanye kazi, nitakiwa niibe, nisiibe. Kwa hiyo chofanya wao cha kwanza kabisa wakasema hapa lazima tubadilishe mindset za watu. Sio tu watu, maana ni kuanzia juu kwenye uongozi. Kwa sababu hao ndio tumewapa sisi nafasi ya kuchezea rasilimali zetu na pesa zetu za serikali. Wakaweka sheria kali sana kwamba ukiwa rushwa ni kunyongwa na nini. Na kunyonga kweli. Yaani hakujue ni waziri, siwe nani, umekuwa unanyongwa. Hata kama ukiwa ni rais unanyongwa. Yaani hiyo ni obvious. Kwa hiyo weka ile sheria juu kule. Kwa hiyo mpaka huku chini kukawa una discipline. Mtu hawezi kuchukua la serikali akatumia ovyo ovyo tu, kama vile ya mke wake au ya mume wake. Hapana, watu wanakuwa na discipline. Sasa hiyo kitu kama tutaweza kubadilisha mindset za Watanzania na viongozi wetu wengi wa Afrika, tuseme to include Africa including Tanzania, wao wanaamini kwamba ili uonekane kiongozi bora ni lazima uwe na maisha ya kifahari. Yaani utembelee gari zuri la milioni 600 700, yaani uwe si una masuti, which is very wrong. Wewe ni public servant, wewe ni mtumishi. Unaishije maisha ya kifahari kama mfanyabiashara? Yaani wewe maisha yako unaishi sana GSM au Mo, which is very wrong. Tuongeni ukweli kabisa. Na ndio maana TRA watakusanya pesa nyingi sana. Ukisikia bajeti ya serikali, waziri mkuu labda ama waziri wa fedha au waziri wa elimu anaomba bajeti ya serikali katika wizara yake, labda Tracy anaomba trilioni 1, atakwambia kwa trilioni 1 hii nitatumia bilioni labda 100 kwa masuala ya maendeleo, alafu bilioni 900 matumizi mengine. Maana ni kwamba yani mambo ya muhimu atatumia la kidogo, mambo sio kwa muhimu atuma pesa nyingi. How can you develop? Kuna vitu vingine very simple tu katika masuala ya uchumi. Lakini sasa sijajua, ningesema kwamba kuna kitu ambacho ni mindset, kwamba viongozi wengi sana wa serikali na wananchi wenyewe na wao washaambukizwa ugonjwa, wanaamini kwamba mtu ukiwa kiongozi lazima uishi maisha ya kifahari. Nenda katika nchi ambazo ni very developed countries, ambazo ni nchi ya Europe, ambao sisi ndio kila siku tunaomba misaada kwao. Unaweza kukutana na waziri amepanda baskeli, waziri kapanda public transport, mwendo kasi. Yani very simple kabisa. Na hata maisha yake sio maisha ya kifahari, sababu yule pale ni mtumishi wa serikali. Wanaishi maisha ya kifahari kule Ulaya au Marekani ni wasanii, wafanya biashara, labda na wanauza unga. Lakini viongozi wa serikali wanaishi maisha ambayo ni normal. Kwa sababu gani? Wewe ni mtumishi wa serikali. Sasa tutaanza kubadilisha mindset yetu kuanzia kwenye bunge letu mpaka utumishi wa serikali, kwamba serikalini sio sehemu ya kutengeza maisha, kuwa na maisha ya kifahari.
ndio siku ambayo Tanzania tutaanza kuendelea. Tanzania haiwezi kuendelea mpaka Yesu anarudi. I repeat, nchi ya Tanzania na nchi nyingi za Afrika haziwezi kuendelea mpaka Yesu anarudi, mpaka pale watapobadilisha mindset zao kwamba maisha ya kifahari hayapatikani serikalini. Hilo litapelekea kwamba pesa ikipatikana, ikikusanya kodi kutoka katika taasisi ya kusanya fedha kama TRA na nini, kutakuwa na discipline ya matumizi ya pesa. Utapunguza matumizi ambayo sio lazima, magari ya kifahari, vikao vya ajabu ajabu, maposho ovyo ovyo, na wizi na ufisadi vitapungua. Hapo ndipo Tanzania itaendelea. Guys, kwa mfano, unaweza kukuta sehemu umeenda kuna kilomita 5 tu za barabara hazijajengwa hizo miaka karibuni kibao. Unauliza, unaambiwa kuna budget, wakati 1 kilomita ya kizuri kabisa inajengwa labda ni bilioni 1.23. Kwa hiyo kama kuna kilomita 5, maana yake pale inatakiwa bilioni 6 tu. Hizo hazipo, lakini kuna watu ukicheka katika ripoti ya CAG, kuna watu tu binafsi wamekaa tu, watu wawili watatu wamepiga bilioni 10, bilioni 100 peke yao. Sasa unafaa unajiuliza, unakwenda kuambia watu si ufanyeni kazi nini, wakati unaona kabisa kwamba watu kazi wanafanya, walipa kodi, lakini pesa zinatumika vibaya. Na kingine ambacho wameshindwa kukieleza Bwana Msigwa, ambacho ni kwamba ameshindwa kuweka wazi kwamba juu ya matumizi mabaya ya fedha za serikali. Sasa anakwenda sehemu anajigeuza yeye kama ni msemaji vile vile wa chama. Sijui kuna watu wanataka wachangiwe, msiwachangie. Sasa mimi najiuliza kitu kimoja. Juzi hapa wafanya biashara wengi sana wakachangia mabilioni ya pesa. Bilioni ya pesa kwenye Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi. Na zile pesa tujui zimeenda mpaka leo. Sasa hivi kwa chama cha upinzani hicho ambacho hakina hata mjumbe wa nyumba 10. Wanaomba watu wawachangie, raia wa kawaida tu wanatoa buku 500. Alafu wewe unasema kwamba wasiwachangie. Wakati wewe umechangia mabilioni ya pesa. Hizo ni roho mbaya au ni ubinafsi? Umeona? Kama wewe umechangiwa na mafanya biashara, hao wengine waohahe wanachangiwa na wanyonge wenzao. Mimi nawafahamu mimi. Toka enzi ya Mwalimu Nyerere. Chama cha TANU, chama cha ASP, sijui nini, TASU, CCM ni vyama vya watu wanyonge. Mwalimu alikuwa anachangiwa na wafanyabiashara wadogo wadogo wakati anapigania uhuru. Na baadhi ya ambao walikuwa ni mataikuni kama kina Mzee Mbowe, Sunani wale, lakini alikuwa anachangiwa na watu wadogo wadogo. Kwa hiyo si kitu ambacho ni kigeni kuchangia chama na nini. To close that matter ni kwamba pointi yangu ya msingi ni hivi. Tunapokwenda kuwakutana na watu ambao hali zao ziko kiasi fulani, tusiende kwa kifahari. Tuwaambie ukweli na tuanze kubadilisha mindset zetu. Kuwa kiongozi wa serikalini sio ndio kuwa uishi maisha ya kifahari. Tukianza kubadilisha tabia ya kutumia hela vizuri ya serikali, Tanzania katika miaka 5 mpaka 10 itapiga hatua kubwa sana. Mia yangu ni yao leo tu. Mimi Charles Kiswanta. Karibu sana kwa comment, usiogope. Comment tu vizuri, usitukane, usikashifu mtu. Mwa comment yako hapa. Ciao. Obrigado.